Hii movie ambayo inaiona hapo inaitwa Mwamwindi. Ni movie ambayo imechezwa na Gabo Zigamba na ni short movie, yani ni movie fupi sana ambayo imeigizwa na Gabo Zigamba, lakini ni movie ambayo imetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii kuanzia siku ya jana mpaka leo. Ina trendi sana na watu wengi wanaisifia kwamba ni movie ambayo ameicheza kitofauti sana, tofauti na movie zingine za Bongo Flava zilizozoeleka. Sasa kitu ambacho inawezekana hukifahamu kuhusiana na hii movie ni kwamba hili tukio la Mwamwindi ambalo Gabo Zigamba amelicheza ni kwamba ni tukio ambalo ni halisi, ni tukio ambalo limewahi kutokea kweli mkoani Iringa, na huyu Mwamwindi ni mtu ambaye alikuwepo kweli. Ni moja kati ya wakulima ambao walikuwa ni matajiri sana mkoani Iringa, ambaye alikuwa anapatikana huko Ismani, na tofauti yake baina yake na mkuu wa mkoa wa wakati huu ambaye ndo huyu ambaye ameigiza kama Dr. Klelu, alikuwa anafahamika sana kama Dr. Klelu wakati huo, ndio ilipelekea Mwamwindi kumshoot Dr. Klelu. Sasa huyu Mwamwindi kitu kingine ambacho inawezekana ukawa ukijui ni kwamba huyu ndiye Mtanzania pekee ambaye amewahi kunyongwa na utawala. Tunajua kwamba Tanzania hakuna rais ambaye amewahi kutoa amri ya kunyonga kasoro Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa Mtanzania ambaye alinyongwa wakati huo ni huyu hapa, anaitwa Mwamwindi. Huyu alikuwa ni mkulima maarufu sana, na tukio ambalo lilifanya anyongwe huyu jamaa ni tukio hili hapa. Sasa ukiangalia kwenye ile movie ya Gabo Zigamba ni kwamba huyu jamaa alikuwa ana zile, sijui niseme nini, ni mshabiki wa ujamaa. Ni wakati huo wa kuhamasisha watu kuhama kwenye utamaduni mwingine kuja kwenye utamaduni wa ujamaa, kwamba kama mashamba, yani una shamba lako, basi ile shamba unakuwa wewe sio mmiliki, linakuwa linamilikiwa na kijiji kizima, alafu kama una maduka yalikopa ya ujamaa hivyo. Yani nadhani watu kama umesoma mambo ya ujamaa, sina knowledge sana kuhusiana na ujamaa, lakini nadhani ndio ilikuwa hivyo, kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa anamiliki kitu yeye peke yake, ila kitu kimoja, kwa mfano shamba kinamilikiwa na kijiji, duka linamilikiwa na kijiji. Kwa hiyo mkiwa mnaenda kulima shambani, mnaenda kama kijiji, sio kwamba unaenda kulima wewe shamba lako. Sasa huo utamaduni ulikuwa umeanzishwa huko sehemu zingine, na moja kati ambao alikuwa ameupambania sana baada ya Mwalimu Nyerere kutaka nchi iwe ya kijamaa, moja kati ya watu ambao walikuwa wanafanikisha sana alikuwa ni Dr. Klelu, ambapo yeye alianzia Mtwara, ambapo Mtwara alifanikisha kuvigeuza vijiji zaidi ya 700 kuwa vijiji vya kijamaa. Umeona? Kwa hiyo jamaa alipendwa sana na Mwalimu Nyerere, na baadaye akahamishiwa mkoani Iringa, na kazi yake kubwa pia ilikuwa ni hiyo, kuhakikisha kwamba asilimia kubwa ya wananchi wa Iringa wanaishi kijamaa. Lakini sasa pale kulikuwa kuna wakulima ambao tayari walikuwa wameshaendelea, kina Mwamwindi hao ambao walikuwa ni matajiri tayari. Umeona bwana? Sasa baada ya kuja pale jamaa aliitisha mkutano na hao wakulima wakubwa, na akawaeleza nia ya serikali kwamba anataka mashamba ya wale jamaa yageuzwe kuwa mashamba ya kijamaa, yani wanyang'anywe yale mashamba na mashamba ya milikiwe na vijiji. Umeona? Yamilikiwe na watu wote. Umeona? Sasa hicho kitu ni kitu ambacho kilileta mkanganyiko mkubwa sana baina ya wakulima wakubwa ambao walikuwepo mkoani Iringa na RC huyu Dr. Wilbert Andrew Klelu, ambaye alikuwa ni machachari kweli kweli. Kumbuka alikuwa ni kijana sana muda huo, takriban miaka 35 nadhani, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye ni mkali, ni machachari, kama ambavyo alikuwa marehemu Magufuli au wale watu wenye amri. Alafu ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa ni wasomi wa kwanza kabisa ambao walikuwa na PhD zao wamezipatia huko nje, na wakawa wamekuja hapa nchini. Jamani wa hapa, lakini PhD yake alienda kuichukua nadhani nchini Marekani.
Harvard. And then alipokuja hapa sasa, ni kati ya watu wa kwanza kabisa kupata PhD hapa nchini. Kwao ni kati ya watu ambao walikuwa wamekubalika. Kwao jamaa baada ya kuja, lengo lilikuwa ni moja, kupelekwa Iringa, kwamba kuigeuza Iringa pia iwe asilimia kubwa ni sehemu iwe ina vijiji vya ujamaa. Sasa akakutana na hiyo changamoto kwamba wakulima wakubwa wao wakamwambia kwamba kuna mapori mengi sana ambayo bado hayajaendelezwa, na wao yale mashamba waliyakutaga mapori, kwa hiyo wakayafyeka, na mpaka hapo unapoona yamekuwa mashamba makubwa, waliyakuta mapori wakayafyeka, wakaanzisha mashamba. So hoja yao kubwa ikawa ni kwamba kwa nini serikali isiwachukue wanakijiji wakaenda wakafyeka, kwa sababu kulikuwa kuna mapori mengi sana, wakafyeka yale mapori, alafu baada ya kufyeka yale mapori ndio sasa wayageuze kuwa mashamba ya ujamaa na sio kuwanyang'anya wale jamaa mashamba yao. Kwa hiyo kutokana na hilo pingamizi, kikao hakikumalizika, kilivunjika, kukawa hakuna maelewano baina ya mkuu wa mkoa huyo Dr. Kilelu na wakulima wakubwa ambao serikali ilikuwa inataka iwanyang'anya mashamba yao na kuyafanya mashamba ya ujamaa. Kwa hiyo ikaishia hapo na wakulima wakagoma, lakini msimamo wa Dr. Kilelu ulikuwa ni ule ule kwamba lazima igeuze Iringa kuwa sehemu ya kijamaa, na ilikuwa jamaa alikuwa ni mtu kama Magufuli vile ambavyo ulikuwa unamuona kwamba sio mtu wa kulalalala. So Jumapili moja ya Christmas, jamaa alikuwa anapita kwa kila mkulima mkubwa. Kumbuka tayari hana maelewano mazuri na wakulima wakubwa, kwa hiyo akawa anapita kwa kila mkulima mkubwa. Bahati mbaya sana ilikuwa ni siku ya Christmas, kwa kuna baadhi ya wakulima wakubwa hakuwakuta, ila siku hiyo akafanikiwa kumkuta Mwamwindi akiwa shambani kwake. Umeona bwana, jamaa na gari yake akafanikiwa kumkuta Mwamwindi akiwa shambani kwake. Kwa hiyo jamaa kamtolea shit pale nini na nini, kumdhiaki kwa nini? Kwa sababu Mwamwindi ni kati ya watu ambao walikuwa mbele sana kupinga hiyo hoja ya kunyang'anywa mashamba na kugeuzwa kuwa mashamba ya ujamaa. Kwa hiyo jamaa akamhashashi. Ukisoma historia ya Mwamwindi ambayo kwenye mitandao ya kijamii nadhani unaweza ukaipata, kuna namna alimhashashi, akamletea maneno ya kebei ya fedhea ambayo Mwamwindi hakuyataka. Na moja kati ya kitu ambacho kilimuuzi sana Mwamwindi ni jambo la yule jamaa alikuta kama vinyumba hivi, alikuta jamaa amejenga kama vinyumba hivi, akaanza kuvidhiaki kwamba bado unaendeleza makazi yako, kwa sababu issue ilikuwa ni kuishi kijamaa. Lakini yule jamaa alivyoona vile kulikuwa kuna kibanda cha Mwamwindi pembeni, akaona kama jamaa kama ameanza kujenga misingi hivi, akamdhiaki kwamba yani bado unaendelea kufanyeje, unaendelea kuendeleza makazi yako, unaendelea kujenga nyumba vyako. Jamaa akamwelekeza kwamba hiyo sio nyumba, hayo ni makaburi ambayo nazika ndugu zangu, mababu zangu wamelala hapo. Jamaa akamdhiaki, kuna dhiaka aliitoa pale. Ile dhiaka ndio ilimboost Mwamwindi na akaenda kuchukua bunduki ndani akamshuti. Sawa? Na alipomshuti akauchukua mwili wa Dr. Kilelu akaupakia, akachukua kwenye gari ile Peugeot ambayo amekuja nayo ya mkuu wa mkoa, akampakia akampeleka yeye mwenyewe mpaka polisi, akawakabidhi polisi, akawaambia chukueni mbwa wenu, hiyo nimeiua. Umeona? Baada ya kufikisha polisi sasa, jamaa alikamatwa. Baada ya kukamatwa, baadaye akahukumiwa, ndo ikatoka hukumu ya kunyongwa na Mwamwindi akanyongwa. Kwa hiyo kwenye utawala huo nadhani ndiye, kama sikosei, ndiye Mtanzania pekee ambaye alinyongwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Huyo ni Mwamwindi. Inawezekana sijasimulia vizuri, lakini nadhani umenipata. Na hii movie ndio ambacho amekiigiza Gabo Zigamba. Kitu ambacho hajakiwekwa ni kama tu ambacho kilifuata baada ya Mwamwindi kumshoot, kwamba alipakia ule mwili akaupeleka polisi, and then baada ya hapo alihukumiwa na akanyongwa. Mwalimu alitoa amri ya kwamba anyongwe Mwamwindi. Mimi naitwa Vnex 5.